hizi na kizaazaa kilizuka hii leo katika kituo cha kibiashara cha Makutano, kaunti ya Embu, wakati ambapo watu wawili wanaoshukiwa kuwa wezi wa mifugo walijisalimisha wenyewe kwa polisi wakiwa wameandamana na mifugo waliokuwa wamewaiba. Na hii ilitokea baada ya mmoja wao walioiba mifugo kutafuta usaidizi kutoka kwa mganga wa kienyeji ili kupata ng'ombe wake. Ripota wetu Margaret Kimathi alishuhudia na akaandaa taarifa hii. Biashara katika kituo hiki chenye shughuli nyingi zilisimama baada ya washukiwa hao wawili walionekana kuwa katika sitofahamu kujiwasilisha kwa polisi, huku wakiandamana na ng'ombe aliyedaiwa kuibwa. Mmoja wa washukiwa alikuwa na bumba la kundi la nyuki kwenye viganja vyake na alionekana kuwa na maumivu makali. Wakati ng'ombe yangu iliibiwa, nilipiga ripoti hapa. Nikakuja nikaripoti, nikaenda. Nikakaa, nikaona acha nitafute usaidizi mwingine. Ndio nikapigia dokta. Nikakuja, tukaongea naye akanipa dawa, nikaenda nikaweka, akaniambia niongoje. Kizaazaa zaidi kilizuka pale mwanaume aliyekuwa amevalia vazi jekundu na ambaye inasemekana kuwa mganga alijitokeza na kutaka kuonana na mwenye ng'ombe huyo. Muda mfupi baadaye, mwanamke wa makamo alijitokeza na kuangaza kipande cha karatasi ili kudhibitisha kwamba alikuwa ametoa ripoti ya ng'ombe aliyeibiwa katika kituo cha polisi siku ya Jumatatu. Sikia vizuri. Nafurahia ng'ombe yangu imepatikana, imerudi. Sijana kitambea leo nasikianga, lakini leo nimekubali kujionea. Muda mfupi baadaye, mganga huyu alitoa vifaa vyake kuwahudumia washukiwa, huku umati ukikusanyika kushuhudia iwapo kweli ganga za mganga zingewaacha wawili hao na matumaini. Sasa akamwambia baada ya wiki moja nitakuwa nimemaliza hiyo kazi yangu. Sasa wewe shika hii dawa, uende weke mahali ng'ombe amefanya nini? Ameibiwa. Ukiweka ukisikia kama watu mahali umepata hiyo ng'ombe, unipigie simu nikuje niwatengenezee, kwa sababu watu wakikuja wawezi kukua nomo. Unanipata? Kwa sababu mimi nikituma zile vitu zangu kushika watu watakuwa nomo. Washukiwa hao walisalia katika kituo cha polisi kupambana na mkondo wa sheria. Margaret Kimathi, NTV.